nini wito kwa viongozi wako? Tuanze na wito kwanza kwa viongozi wako wa idara ya vijana wilaya, idara ya vijana shirika. Anza kuongea kwanza na viongozi wako wa idara ya vijana wilaya na shirika. Asante. Karibu. Kwanza jambo la kwanza nikianza na viongozi wangu wa wilaya. Mimi jimboni nakaa sina watu, ila watu wako kwenye wilaya na parish. Ila kupitia sasa viongozi wangu wa wilaya, mimi nitoe wito ufuatao. Jambo la kwanza, ushirikiano wa kutosha. Kwa sababu wao ndio wenye watu, ushirikiano wa kutosha. Kuna muda unapiga, mimi nawapongeza viongozi wangu wote wa wilaya, ukipiga simu kwanza wanapokea, tunaongea nao vizuri sana. Ila tunajua vijana wana changamoto nyingi, wanakuwa busy sana. Tunajua maisha bwana, wanakuwa busy, wanapambana hapa na pale. Kwa hiyo mimi wito wangu ulikuwa ni kwamba viongozi wa wilaya popote wanaposikia sauti ya katibu wao mkuu wa jimbo kwenye idara ya vijana, kwanza waongeze ushirikiano wa kutosha na mimi kiongozi wao. Ili sasa tuweze kubadilisha hata misimamo ya vijana wetu makanisani. Na wao ndio wanawafahamu vizuri kwenye wilaya zao. Lakini pia wito wangu wa pili, watembee, wafanye ziara. Japo kuna changamoto kweli, hawana mifuko, hawana hela kwenye idara zao hizo za wilaya, lakini wajitahidi sasa kuona namna wanafanyaje ili wapate zile fedha. Watembelee shirika, wahakikishe kila shirika inakuwa na kiongozi wa parish, na huko usharikani wapo viongozi wa idara ya nini ya vijana. Awepo mwenyekiti, awepo katibu, mhasibu, na yani wasimamie kwamba wahakikishe kila kashirika au parish kana nini kana uongozi. Alafu wasimamie kwenye ukweli. Inamaanisha kama kuna michango inachangishwa iwepo wazi. Iwekwe wazi. Ikishawekwa wazi inamaanisha hakuna mgogoro utakuja kutokea hata siku moja kwa idara ya vijana. Mimi nimefanya kama katibu wa idara ya vijana Mirubani. Mnajua na nyinyi mlikuwa ni wajumbe wangu enzi hizo. Mnajua tulikuwa tunaenda kwenye uwazi. Mpaka tukafungua akaunti ya mkoba ili kila mtu aone anachokifanya nini, anachokiingiza. Kitu lazima tuwaulize na tuongee na watu kwamba tunatoa kiasi fulani kwa ajili ya 1, 2, 3. Kwa viongozi wa wilaya wasimamie, wahakikishe kila parish inakuwa na akaunti yake ili kutoa nini mnongono na kelele. Kwa hiyo wito wangu wa pili ni huo. Kwanza nimesema ushirikiano, wa pili watembelee hizo shirika zetu. Lakini tatu, wazidi kutoa semina za maelekezo kwa vijana pamoja na kwaya, kwa sababu ndio msingi wa nini wa kanisa kwa sasa. Yaani kanisa bila vijana sasa hivi alifanya nini halitoenda. Kwa hiyo lazima vijana tuhakikishe tunawapa semina za mara kwa mara. Niwapongeze Tabora wanaanza kufanya jambo lao, lakini pia Sikonge niliambiwa watafanya tena na wenyewe kongamano la vijana. Kwa hiyo zihimiza na wilaya zingine zilizobakia zote zifanye kongamano la nini la vijana. Humo ndani najua wataingia na kwaya, wataingia na vijana wote, na kila kitu kitaenda nini kitakwenda vizuri. Hapo tumetoka kwa viongozi. Ndio. Twende kwa vijana wenyewe. Ni kijana unamwambia jembiaje kuhusu kanisa lake na utumishi wake katika kulitumikia kanisa la Mungu? Asante. Wito wangu kwa vijana, kwanza jambo la kwanza walipende kanisa lao. Wengi wamekuwa wanajiita eti wao ni Gen Z, yani ile neno la Kiswahili wanajiita ni Gen Z, kwamba Gen Z wanataka mabadiliko. Wanataka mabadiliko, ndio maana wanakuwa wanadodosa vitu vingi sana. Ila wakilipenda kanisa lao, mimi naamini hakuna udodosaji ambao utafanyika. Walipende kanisa kwa maana kwamba wawe wanakuja kanisani kwa lengo la kuja kumwabudu Mungu tu na si vinginevyo. Wapo wengine wanakuja kwa ajili ya kumwona fulani mchumbangu kaja kusali au hivi na hivi. Hapana, hiyo hairuhusiwi. Waje kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wajitoe sana kanisani kuliko duniani, kwa sababu duniani hakuna faida yoyote. Wewe kama unabisha kafanya yote duniani, lakini mwisho wa siku utakuja kuishia tu yale yale. Hautakuja kufanikiwa lolote. Ila ukijitoa kanisani kwa Mungu, leo mimi sikujua kama nitakuja kuteuliwa kwa katibu wa nini? Wa jimbo wa vijana. Lakini nilianza kawaida tu chini kabisa kama kiongozi kabisa wa kwaya chini kabisa kule. Lakini kadri siku zinazozidi kwenda wananiona kama nafaa, mwisho wa siku nikafika hapa. Viongozi wengine walikuwa wanatamani wafike hata kama nilipofika mimi, lakini hawafiki kwa sababu gani? Hawajalipenda bado kanisa lao. Mimi huwezi kuniambia chochote kuhusiana na kanisa. Niko tayari mali zangu zikaishia kanisani, lakini siwezi kaishia nje. Na kule nje sio kwamba tujaenda, tumeenda sana kabla tujapata wokovu kuja kanisani. Pia tulipokuja kanisani tukaona huko pana nafasi sasa pa kuja kufanya nini? Kufanya mambo makubwa. Na ndio maana mimi nawasihi sana vijana wangu wajitoe sana kanisani, wajitoe sana, lakini pia wawe wanyenyekevu. Vijana unaangalia kabisa hii position, huyu ni mzee wangu, siwezi kumjibu baya. Lazima mjibu kwa nini? Kwa unyenyekevu na hekima. Sasa kijana ukutana kujibishana na mzee kama ndo alimzaa yeye, hilo hawezi akapata baraka hata siku moja. Ila vijana wote jimbo la Magharibi sasa ninawaomba sana tulipende kanisa letu, tushirikiane na viongozi
tupange mipango yetu na tujitoe kwa ajili ya maendeleo ya kanisa letu, maana sisi ndio sasa hivi mihimili mikubwa ya nini, ya kanisa. Na pia maombi, vijana waombe sana, kwa sababu dunia yetu inapokwenda ni kugumu. Bila maombi hatutoboi. Watu wanabakwa, watu wanalawitiwa, watu wanauawa, na wote kiangalia wanafanya nini? Si vijana. Sasa kama tutakuwa tuombi sana, hatufanyi semina mara nyingi, tutakwisha na tutakuwa tunakwenda nje kabisa ya misingi ya kanisa. Kanisa lipo kwa ajili ya kusaidia jamii kama imekengeuka, kwa ajili ya maombi na kila kitu. Kwa hiyo mimi nawaomba sana vijana wote Tanzania Magharibi wawe katika misingi hiyo ambayo nimeweza kuisema. Mwisho, nini maombi yako kwa wenye viti wa wilaya zote, ina maana wachungaji, na nini wito na so wito, nini ombi lako kwa wachungaji wa parishi zote katika jimbo la Magharibi kuhusu vikundi vyao vya kwaya na vijana wao makanisani? Ombi lako nini kwa wachungaji? Naomba nini wachungaji wafanye nini ili kwa ajili ya kwaya na vijana kwa ujumla? Amina. Mimi ombi langu kubwa kwa wachungaji, kwa sababu ni watu ambao ninawapenda, watumishi wa Mungu hawa, mpaka mafuta kabisa, ambao wako kwa ajili ya kutuokoa sisi Wakristo wote kwa ajili ya kwenda mbinguni, wanafanya kazi kubwa sana. Mimi ombi langu kwao, kwanza ushirikiano. Unajua tunafanya sherehe ya idara ya vijana, kuna baadhi ya maeneo kufanya nini? Sherehe. Huenda kukaa hakuna organization ya viongozi wa shirika au wa parish hawakuepo, na hata mchungaji anajua hii si kawaida tu lipite. Cha kwanza hakikisha tena wao pia wachungaji wetu katika ushirika wake au parish lazima wawepo viongozi wa idara ya vijana, ili wasimamie yote hatu tuliyozungumza siku ya leo. Kwa hiyo mimi ombi langu wahakikishe kwamba kila ushirika au parish kunakuwa na viongozi wa idara ambao hao ndio watafanya nini? Watalisukuma lile gurudumu liende vizuri. Unaona? Lakini ombi langu la pili, wachungaji wasimamie katika ukweli. Ukweli kivipi? Kama nilivyosema, kwaya inakuwa inaanzishwa tu from nowhere, mwisho wa siku inakuja kuleta migogoro kanisani. Wapige chini hizo kwaya za hivyo. Wao wasimamie katika kunyooka kwenye ukweli. Wakisimama katika ukweli na imani, hakuna kitu ambacho kitashindikanika. Na mwisho kabisa, wachungaji wawatembelee waumini hao vijana wote ambao wanapotea. Kama si wachungaji, basi wakishirikiana na wale viongozi wa idara waanze kutembelea makanisa. Wenzetu wanatupiga gepo kwa sababu wanatembelea kwa waumini majumbani. Wewe umeshakuwa mchungaji, naamini wewe kwako ni pale kanisani, ndio mtumishi wa kanisani, unawiwa kutembelea watu wote katika nini? Kanisa lako. Na hii nawapongeza baadhi ya wachungaji ambao wanaifanya. Kuna shirika ambazo zimepita 2-3, wanatembelea, wanaratiba kabisa, kwa Jumatano nitatembelea huku, Alhamisi nitatembelea mtaa fulani, ila kuna baadhi ya maeneo hawafanyi. Kwa kuanzia sasa hivi mimi ni waombe wachungaji wangu, kwa sababu ninawapenda sana, waone umuhimu wa kutembelea waumini. Waumini wakipotea kanisani hakuna kitu, hata mapato yatashuka tu. Ila ukiwatembelea, ukiwatia moyo, siku moja wasema nakuja tukula chakula kwako cha mchana. Hivi mtu atakataa? Hawezi akakataa. Tukana atafurahi, ataona baraka leo zimeingia wapi? Kanisa, shambani mwangu, nyumba yangu. Ataona furaha, utamwombea. Kuna wengine ni wagonjwa wako mahututi, ukienda kiwatia moyo familia, na nyinyi unaona kabisa tuko vizuri na mchungaji wetu. Kwa hiyo mimi ombi langu lilikuwa ni hayo, ushirikiano wa kutosha ili kanisa liende vizuri. Sasa watembelee watu wahitaji mbalimbali huko, mambo yakae vizuri. Vijana tusipowatembelea watajikuta wako busy kila siku za Mungu. Mwingine anatoka kazini kachoka saa 5, ana kesho asubuhi niende kazi kanisani. Mimi nalala. Lakini kadri unavyozidi kumtembelea, atakuwa nakumbuka nisipoenda leo mchungaji ananipigia simu, acha tu nikasahau. Kwa hiyo mimi nafikiri niishie hapo. Asante sana katibu wa idara ya vijana na uimbaji kanisa la Moravian Tanzania Magharibi. Ubarikiwe sana kwa machache haya ambayo umetupatia. Wako ambaye nilikuwa naendesha kipindi hichi, Enoch Rioba, ambaye miongoni mwa maadmini ambao tunaongoza hii mitandao yetu ya kijamii, akaunti zetu za MCWT Mirumbani Tabora. Hivyo msikilizaji, ewe ambaye bado hujafollow akaunti zetu, follow akaunti zetu MCWT Mirumbani Tabora, Instagram MCWT Mirumbani Tabora, Facebook MCWT
Mirumbani Tabora YouTube. Nyuma ya kamera tulikuwa na admini mwenzangu Abisai Pilato Kambala. Tutaonana tena kwa kipindi kingine. Asanteni sana kwa kutufuatilia na kutusikiliza. Chao. Amina. Amina. Barikiwa.